kubadilisha nchi. Na nielewa vizuri watu wa Chato, umaskini wenu ni wa kutengeneza. Ndio maana tuna ziwa lenye kina kipana kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ziwa Victoria liko hapa kwenu. Lakini ni wangapi hapa mnaweza kula samaki? Niambie hata wiki hii wangapi mmekula samaki hapa? Ziwa liko hapo pua na masikio. Uongo kweli? Wangapi mmekula samaki hapa? Acha tukula samaki. Ni wangapi mmenufaika na utajiri wa ziwa hilo? Tuna halmashauri Dr. Slaa ambayo iko hapa. Ukiuliza halmashauri inakwambia inategemea mapato ya stendi. Kila halmashauri inakwenda kujenga vistendi pembezoni mwa barabara. Gari kiu inatoka Mwanza ingie mle ilipe 10,000. Halmashauri inakuwa na wataalamu, na mtu anaitwa mkurugenzi, ina mtu anaitwa bwana fedha, afisa mipango, watu zaidi ya 20. Unawauliza makusanyo yenu, wanakuambia tumekusanya bilioni 1 kwa mwaka. Wakati unakuta Mchaga ana duka la tairi Kariakoo, makusanyo yake kwa mwaka ni bilioni 3, yeye anauza na mke wake. Sisi tuna halmashauri haziwezi hata kutengeneza ajira. Leo samaki hawategemewi wale wa Mungu tu. Watu siku hizi wamefikia sehemu wanaweka vitu vinaitwa cage, vizimba. Wangapi mmesikia vizimba? Ziwa liko hapa. Mnaweka vizimba. Vizimba vinajengwa kama hivi. Zinawekwa nyaya, zinaziba hivi, vinaingizwa kwenye maji. Wanaweka vifaranga vya samaki mle, wanakuwa wanalisha. Unaingiza vifaranga 50 20. Tungekuwa na watu wenye akili. Nyie mnazunguka hapa. Halmashauri ingewapa mitaji vijana, ikawapa hizi cage, ikawapa vifaranga vya samaki. Mkafugia kwenye maji yako hapo. Wakajenga viwanda hapa. Nyie wote msingekuwa mnafanya betting, mngekuwa busy kwenye vizimba vyenu. Ukitoa samaki moja shilingi 15,000, shilingi 20,000, na hutoi samaki kabla hela haijaingia. Kwa sababu ukiwa unafuga vizimbani ni kama vile ng'ombe yuko zizini. Anayekuja kununua unamwambia ingiza hela kwenye account. Unataka samaki wangapi? 200. Ndio unaenda unavuta keji yako juu, unatoa wale 200. Hela imeingia tayari. Huendi tena kubahatisha sokoni eti siri. Mnunuzi akisha kuja ndio unaenda kumtolea. Sasa hao watu hawana uwezo wa kutengeneza ajira. Miaka ya 70 Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vya General Tyres. Mimi nimekuwa babangu ana magari, tunanunua tairi za Tanzania. Maana yake Mwalimu Nyerere alikuwa anataka tusisafirishe utajiri wetu kwenda nje, ubaki ndani hapa. Maana yake ni nini? Kile kiwanda kikiwa hapa, tukiishiwa tairi nanunua kwenye kiwanda. Kiwanda kinakuajiri wewe Mtanzania. Pesa inatoka kwangu inaingia kwenye kiwanda. Kiwanda kinalipa corporate tax serikalini, lakini wewe unapata mshahara. Wewe ukipata mshahara utajenga, fundi atapata hela. Fundi akipata hela na yeye ataagiza kitanda. Tutazungukia pesa miongoni mwetu. Leo tuna pikipiki kila kijiji. Kila kijiji cha nchi kuna pikipiki. Lakini tunaagiza pikipiki ikiishiwa tairi hapa Mganza, tunachukua pesa ya Mganza inakwenda China kufuata tairi. Inakwenda kutengeneza ajira China. Mtapataje ajira nyie? Mtatengenezaje ajira? Sio kama mnanielewa nyie. Hivi mnaelewa vizuri? Tunaongozwa na mapumbavu, hayana uwezo. Mganza, mnanielewa vizuri? Nchi hii tatizo la ajira halipo. Tuna tatizo la kiuongozi. Mnanielewa vizuri? Tuna tatizo la nini? La kiuongozi. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji vitu vinne. Inahitaji watu tunao. Inahitaji ardhi. Ardhi tunayo, ina dhahabu, ina makaa ya mawe, ina chuma, ina dhahabu, ina uranium, ina nickel na cobalt. Madini yanayotumika kutengeneza ndege yanatoka hapo Kabanga Ngara, yanatoka Ngara hapa Kagera. Watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Huko ziwani maji yako hapo unakuwa na kiu. Katikati ya utajiri watu wetu ni maskini. Umaskini wetu ni wa kutengeneza. Hebu fikiria hivi. Dubai ni jangwa. Mnanielewa vizuri? Dubai ni nini? Mwaka 61 Dubai ilikuwa na watu 70,000. Nyie watu wa wilaya ya Chato mko 250,000. Yaani nyie ni wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka 61. Walikuwa 70,000. Wanatembea kwenye jangwa wanaokota tende, dates. Peku. Mwaka 61. Sisi tunapata uhuru. Dubai hawana hata shule. Tumepata chuo kikuu cha kwanza mwaka 63. Dubai hawajajua hata kujisaidia kwenye matundu ya choo. Wanajisaidia vichakani. Leo wako milioni 3. Sisi tuna bandari. Tunazungukwa na nchi 8, nchi 6 landlocked. Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo, Malawi. Ili mtu aendeshe gari Rwanda, Mungu ametupa maji bure, ametupa mlango wa bahari bure.
Gari ikitoka Japani huwezi kuibeba kwa ndege, lazima ipite kwenye maji. Mungu ametupa maji bure. Yale maji unachohitaji ni kujenga kitu kinaitwa gati. Gati ni kama stendi ambapo meli itakuja isimame, gari shuki. Au wakiagiza silaha za Rwanda zinapita kwenye maji. Wakisafirisha mizigo yao, kahawa wanayolima au nini, inapita kwenye maji. Maji yapo bure, hayaishi leo wala kesho. Wazungu walitujengea ile bandari wakaiacha, Mwalimu Nyerere akaiendeleza, Magufuli akaiendeleza vizuri sana. Leo hiyo bandari amekabidhiwa Mwarabu wa Dubai, wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Kwamba sisi wote ni mandondocha, hatuna mtoto mwenye akili ya kuendesha hiyo bandari, tunawapa watu milioni 3 ndio waiendeshe. Tuna nchi hapo? Tuna nchi hapo? Alafu tukisema haya, wanatukamata. Wanamkamata Lissu kwa sababu anatetea rasilimali zenu. Muungeni Lissu mkono, wajue kwamba hamuungani na ujinga huo. Tukisema kuhusu maskini wa watoto wenu, tukisema kuhusu shule mbovu, tukisema kuhusu barabara mbaya, tukisema kuhusu maji, wanatutishia kwa sababu tunatetea nchi yetu. Umaskini wetu ni wa kutengeneza. Tumekuja kwenu kuwaomba, ili tuondokane na hali hii, lazima tuwe na uchaguzi huru na haki. Na kwa sasa hatuwezi kupata kwa sheria zilizopo. Na ili tuondokane na upuzi huu, lazima wewe mwananchi, nguvu yako ya kura iwe na uwezo wa kuweka mtu na kumuondoa. Diwani awajibike kwako, mbunge awajibike kwako, rais awajibike kwako. Ajue akifanya mambo ya kipumbavu, kura yako itamuondoa. Leo uwezo huo haupo. Ndio maana Chadema tumesema no reforms, no election. Kama hakuna mabadiliko ya uchaguzi, hakuna uchaguzi kwenye nchi hii. Tunaelewana vizuri? Kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakutafanyika uchaguzi. Haiwezekani leo Simba inacheza na Yanga alafu refari awe Manara. Hiyo mechi itawezekana hiyo? Faulu itachezwa katikati, Manara atasema ni penalty kwa sababu anatetea timu yake. Uongo kweli? Au yule Ahmed Ali eti ndio awe mshika kibendera, offside zote atazibenzea ili timu yake ifunge. Uongo kweli? Leo Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Omar Ramadhani Mapuri aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM ni kamishna kwenye tume ya uchaguzi. Alafu wapuzi wanatuambia sisi Chadema tuingie kwenye uchaguzi wa kijinga huu. Inakubalika? Sauti ya nchi nzima inasema tunahitaji reforms ndio tuingie kwenye uchaguzi. Baraza la Maaskofu umesikia wamesema kwamba muda upo wa kufanya mabadiliko. KKT wamezungumza, shule ya maimamu wamezungumza, mzee Warioba wa CCM wamezungumza, Butiku wamezungumza, na sisi Chadema tumezungumza. Tumesema tuko tayari hata muda wa uchaguzi usogezwe kidogo, tufanye mabadiliko, tupate uwanja unaolingana, ipigwe dakika 90. Samia asimame hapa, Lissu asimame hapa, alafu mechi goli. Mechi goli. Tunaelewana vizuri? Saa 12 mama atakuwa kwao kule Kisimkazi. Uongo kweli? Ndicho tunachokipigania. Wangapi wanaunga mkono hiyo hoja ya Chadema? Nyosha mkono. Ngoja. Waandishi wa habari pandeni hapa. Hatutaki uongo. Nyie mlioko nyuma njoo hapa. Tunataka hii iende hii picha. Sogeeni hapa, sogea hapa. Wangapi? Sogea wote. Jamani, huyo askari sogeeni bana. Sogea, tunataka picha hii iende. Wangapi wanaunga mkono kwamba mabadiliko yafanyike kwanza ndio uchaguzi ufanyike? Nyosha mkono tu. Wote wanaunga mkono. Wote na huku. Mabadiliko kwanza ndio uchaguzi ufanyike. Uongo kweli? No reforms. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tunaelewana vizuri? Hiyo ni kauli ya Muganza, ni kauli ya Bukoba tulikokuwa jana, ni kauli ya nchi nzima. Tunaelewana vizuri? Hatuwezi kwenda kushiriki uchaguzi wa kipumbavu. La mwisho, tuna hizi hapa fomu zinaitwa petition. Petition ni madai kwa lugha ya Kiswahili. Petition ni Kizungu, Kiswahili ni madai. Kila mwanachato, mwanamganza unatakiwa kusaini hapa. Uandike jina lako, namba yako ya simu na uweke sahihi. Kama hujui kuandika uweke dole gumba. Tunataka saini milioni 15 za